tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, tunakushukuru kwa neema uliyotupa asubuhi ya baraka. Watoto wako tutayari kukusikia, Bwana. Sema nami niseme na watumishi wako hawa, ili Bwana katika umoja wetu tupate nafasi ya kukutumikia wewe kwa moyo wa kupenda. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Keti. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Sasa unajua ukiwa ugenini kuna vitu inabidi tu waombe wenyeji wako wakusaidie. Moja ya jambo ambalo naomba unisaidie leo, kwa leo tu, nikisema Bwana asifiwe basi naomba uitikie. Yani, kwa leo tujitahidi basi. Jitahidi, yani hata kama ulipanga ama labda unaona kama unasumbuliwa, jitahidi tu kwa leo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Inatia moyo eti kabisa. Tuko madhabahuni kwa Mungu. Kwa nini tusimsifu kwa moyo wa furaha na moyo wa kupenda? Kama nilivyotambulishwa, hivyo ndivyo ninavyoitwa, na kwa kweli ni chaplain pale SUA. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Na leo namshukuru Mungu sana kunipa nafasi ya kusimama hapa tena. Mara nyingi tunapopata nafasi ya kuja kwenye chaplaincy hii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tunakuja kujifunza pia. Unakuja kufanya tathmini, unakuja unajifunza kama chaplain, unaangalia kabisa. Kwa hiyo mimi leo nimekuja tukujifunza na kufurahi kuwepo kwenye ibada, na kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa hii neema. Sana kupata nafasi ya kusimama hapa. Nikushukuru sana mtumishi wa Bwana. Asante sana Pastor Tubi. Asante kwa ushirikiano ambao basi Mungu amekupa leo tushiriki pamoja. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi, mchungaji kiongozi na msaidizi, kwa namna ambavyo basi tumekuwa na ushirikiano mwema, na hata kwa kibali hiki. Kwa kweli nimemwona kiongozi wa walezi, walimu wa washauri kwenye USCF Tanzania bila shaka. Hivi mwalimu, unaweza ukasema tena, unajua wewe leo ulikuwa hapa, sijui mzee wa kanisa, sijui katibu. Unaweza ukasimama tena kidogo, upungie tu mkono. Ndio kabisa. Ndio kabisa. Na furahi kukuona. Asante sana. Kwa kweli tunafanya kazi pamoja kabisa. Sisi akipata nafasi ya kutembea, ujue ni mtu mkubwa, ujue huyu. Usione hivi, ujue tunanyenyekea, ujue kwake ni mtu mkubwa. Na kwa kweli tunashukuru sana. Ilibidi niwepo na mke wangu leo, lakini kwa bahati mbaya siku 3 hizi afya yake sio nzuri, na kwa kweli nimeshindwa kuja naye, na ilibidi na mimi nishindwe, lakini nikalazimisha kuja. Kumbe bwana, kuna wakati mkiona anaweza kuwa mgonjwa mwingine, wote mnakuwa wagonjwa kidogo, yani ni kama mnataka kuwa wagonjwa wote, lakini namshukuru Mungu sana kwa hiyo neema. Watu wa Mungu, leo natamani tutafakari pamoja ujumbe wenye kichwa cha habari kinachosema faida tunazozipata kwa kumtumikia Bwana kwa moyo wa kupenda. Faida tunazozipata kwa kumtumikia Bwana kwa moyo wa kupenda. Sasa tunaweza kumtumikia Mungu kwa namna nyingi tu. Wakati mwingine kwa kutazama mazingira ukalazimika. Wakati mwingine sasa utafanyaje? Lakini sio kwa moyo wa kupenda. Mimi amewahi kunikuta, niliwahi kumtumikia Mungu bila moyo wa kupenda. Ilitokea kusali kanisa fulani, kumbe hiyo siku wanaharambe. Walivyoniona tu chap, wakasema oho yule. Mimi sasa nikajua kwanza hata sifahamiki, nimekaa ibada wakati ule wakasema tumemwona chaplain wa Chuo Kikuu cha Sokoine, karibu. Wakaanza kunipamba. Kuna watu wanajua kupamba. Huyu ni chaplain. Maneno unatuchangia kiwango gani? Nikasema jamani, mimi nitatoa 100,000. Wakasema hapana. Kwa namna kule kuna watu anaweza kusema nao halo.
Na watu bwana ni kama wameambizana. Hivyo ninavyopamba wanashangilia. Ndio baba. Yeye anasema, "Halo mwenzenu, mngejua kwamba hiki ndo nimejipanga." 200,000. Akasimama mchungaji. "Unajua walinivuta hadi 400,000." Nikasema hivi, nitazitoa wapi? Hata mfukoni sina. Tena natoka anasema, "Kweli leo nimemtumikia Mungu ila nimebanwa." Sio kwa moyo wa kupenda. Na mimi natamani leo tutazame kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Ninapozungumza juu ya moyo wa kupenda, yamkini sina tafsiri rasmi sana, lakini ninachotaka tu kusema ni kwamba ni kumtumikia Mungu ukiwa na amani na furaha bila kulazimishwa. Umeamua kufanya mwenyewe, yani wala hakuna mtu aliyekusukuma. Wakati mwingine hata mimi nimewahi kuambia watu, "Wangapi mnapenda kuwa walimu wa Sunday school?" Ninavyokuangalia, Jessica, wewe unafaa, wewe tutakutrain. Anasema mchungaji, siwezi. Tutakutrain. Okay, baadaye inatokea, lakini unajua hata anapofanya, niliambiwa mimi sio ile yeye mwenyewe ameamua. Jamani, mimi ninatamani, moyo wangu uko huru, ninafanya kwa moyo wa kupenda. Yaani inatoka roho, halazimishwi. Yeye mwenyewe anafanya kwa furaha. Ndicho ninachojaribu hicho ndo ninachosema, yani kwa moyo wa kupenda. Hebu ngoja nikupe kidogo mifano ya watu makundi haya matatu. Hivi umewahi kukutana na washabiki wa vyama? Huku Tanzania tuna vyama vingi sana. Vichache tu nivitaje, sijui Tadea, sijui SAU, TLP, CCM, ACT, vichache, Chadema. Hivi umewahi kukutana na mimi nawaitaga ni mashabiki wale wa vyama kule mikoani kule, wakati ule wa uchaguzi, wakati ule alikuwa Ruasa na watu wengine. Unakutana na bodaboda wamevua shati, wamepakizana 3 au 4, wana bendera yao. Wengine wanasema Ruasa, wengine wanasema sijui nani, sijui Magufuli. Unawauliza, "Una kadi ya chama?" Anasema, "Sina." Hivi umejiandikisha kupiga kura? Sema, "Hapana." Ila yuko tayari kupanda hata kwenye nguzo ya umeme, anaweka bendera chama chake, anaweka na bango juu. Ndugu yangu, utakufa. Anasema, "Bora nife, ukichanja damu mimi chama." Wewe ndugu yangu, kweli damu ikikatika kuna chama kitaonekana hapo. Lakini anafanya, au unawakuta wanazunguka huku, au wengine yuko tayari hata ana riski kwa kiwango. Yani ukimuuliza, "Wewe?" Anasema, "Mimi ni chama langu." Yani ndio chama changu. Yani haumgusi, yani anafanya mpaka unasema anafanya kwa moyo wa kupenda. Okay. Hivi umekutana na washabiki wa mpira? Washabiki wa mpira. Kuna watu hawalali mpaka saa 8. Ukimuuliza vile unasema kuna lichama huko linacheza. Huko lichama nje huko linacheza. Hapa Tanzania, imagine wakikosea tu siku moja wakasema mpira utachezwa Jumapili, Simba na Yanga, saa 1 asubuhi, unaweza kuwa na watu nusu. Ama uko nao uko anaangalia vipi ameshinda, jamani, vipi check. Yani unaweza kuwa nao, yani unakuta watu wanashangilia, watu wanafurahi. Unamuuliza, "Wewe una kadi ya Simba?" Anakuambia, "Sina." "Wewe una kadi ya hiyo Yanga?" "Sina." "Wewe una kadi basi ya Azam?" Anasema, "Sina." Ila kiukweli, yani mimi nikifungua siwezi kula, yani siwezi. Yani siwezi. Anafanya moyo wake, yani moyo wa kupenda. Yani unaweza ukafika mahali kuna mtu kweli kabisa hali eti timu imefungwa. Haya. Sijui kama umewahi kukutana nao. Imagine timu yao imefungwa, akitoka na kuambia hamna. Yani pale kocha alikosea kidogo tu, yani kamtoa yule, angemweka pale, mwanangu, mambo yangekuwa fire. Umesomea ukocha? Asema haka. Wewe ikoja? Asema ili lichama. Hebu ngoja. Hivi umewahi kumshauri mkaka au mdada aliyempenda mwenzake kwamba huyu bwana tunavyomuona, huyu hajibidiishi, hafanyi kazi, anakuambia mimi nitamfundisha. Wewe ili na miaka 30 ili uvivu ndo utalifundisha kwa siku moja?
Hivi umewahi kukutana na huyo mtu unamshauri kwamba mwanangu, mimi nilikuwa na shauri huyu sio mtu sahihi, anasema I better die. Hujawahi kukutana na mtu anafanya hicho kitu kwa moyo wa kupenda? Yaani ni kama anaenda extremes, yaani ni kama anaenda zaidi, moyo wa kupenda. Sasa mpango wa Mungu kwa watu wake, tunapokuja kwenye eneo la kumtumikia yeye, Mungu anatamani tufanye kwa moyo wa kupenda, moyo ambao ukisimama wanajua kuna mtu hapa anamtumikia Mungu wake. Hapa kweli kuna mtu anamtumikia Mungu wake. Sio kumtumikia Mungu kwa kujificha kidogo, sio kufanya kwa upande. Unajitoa kwa sababu unamtumikia yeye kwa moyo wa kupenda. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na Mungu alisema hii tangu zamani. Wana wa Israeli walifanya. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 29, unaona hapa. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 29, Biblia inasema wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Walifanya kwa moyo wa kupenda. Ilipofika nyakati wanasogea madhabahuni kwa Bwana kutoa sadaka, waliinuka kwa moyo wa kupenda. Wanaenda kwa Bwana, wanaenjoy kwamba tunakwenda kwa Mungu aliyetutunza, Mungu ambaye ametulinda katika juma zima. Tunamwendea yeye kwa moyo wa kupenda. Ilipofika wakati wa kuimba na kucheza, walimchezea Bwana kwa moyo wa kupenda. Walifurahi kwa moyo wa kupenda. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sijui Daudi alicheza, sijui ngozi ilifanyaje, nikawa nafikiria huyu jamaa alifanyaje. Moyo wa kupenda, amejiachilia kwa Bwana, ameacha nafasi ya umaarufu wake, ameacha nafasi ya cheo chake mahali fulani. Amefika wakati anasema, nazungumza na Mungu aliyeniumba. Leo mnaniona wa thamani, yuko aliyenitetea. Leo mnaniona niko hai, yuko aliyenitunza. Ninapokwenda mbele zake, ninaenda kwa moyo wa kupenda. Mweze jirani yako, unamuelewa kweli huyu pastor? Moyo wa kupenda. Moyo wa kupenda. Kuna wakati nilikuwa naambiwa, niliambiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kulikuwa na watu wazima na wengine wamesoma kabisa. Sio kusoma huku kawaida, wengine wana PhD, wengine nilikuwa nasikia wanapiga kinanda, wengine wanaimba kwaya, wanacheza. Lakini wengine vijana tu wamekuja na enjoy, anafurahi. Yaani hatu wengine wanaambia huyu naye first year, huyu ajui masomo ya hapa yeye akifika kwa Bwana ni kwa Bwana. Watu wanaenjoy, hawatishiwi na chochote. Wanapofika kwa Bwana wanajiachilia. Na mimi niko hapa nikutie moyo. Ukifika wakati wa kumwimbia Mungu, imba hata kama watakusema kwa namna gani. Ukifika wakati wa kusogea kwa Bwana, unasema na Mungu, sema naye. Ukifika wakati wa kuomba, unazungumza na Mungu, uwe huru, kwa sababu huko ndiko zinakotoka chemichemi za baraka, unapofanya kwa moyo wa kupenda. Nini sasa faida tunazipata? Tunapata faida gani tunaposogea kwa Bwana kwa moyo wa kupenda? Faida ya kwanza, tunaposogea kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, tunaugusa moyo wa Mungu. Tunapogusa moyo wa Mungu, Mungu hufungua vilivyofungwa. Mungu hufanya agano nasi kwa upya tunapojitoa kwake kwa moyo wa kupenda. Nimesema tunaugusa moyo wa Mungu. Tunapougusa moyo wa Mungu, Mungu hufungua vilivyofungwa. Mungu hufanya agano nasi kwa upya. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo, kile kitabu cha Mwanzo sura ya 8, Mwanzo sura ya 8
kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8 mstari wa 20 na 21. Ni muombe aliyepata asome. Wewe soma tu, hata kama sio utaratibu hapa, wewe soma. Mimi ndo nimesema, wewe soma tu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 na 21. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Amen. Asante sana baba. Kwenye hii mistari tuliyosoma unaona kitu cha tofauti pale kwa Nuhu. Nuhu ndio kwanza amepewa neema na Mungu. Wewe nenda sasa, nenda, ingia kwenye hilo, nenda. Anafika mahali gharika imeisha, anasema cha kwanza nitamshukuru Mungu. Anasema nitatoa sadaka. Anakwenda anatengeneza madhabahu. Unaona, anaitengeneza madhabahu kwa moyo wa kupenda. Anachukua wanyama, anaenda anatoa sadaka. Kitaratibu unajua ni kinyume kabisa na biashara. System ya biashara unapata faida, alafu faida ndio unaenda kutoa. Lakini yeye anasema sio wazaliane, sio mzaliwa wa kwanza, hapana. Mimi ninakwenda kutengeneza kinyume na taratibu kwa sababu ninampenda huyu Mungu. Anatoa hiyo mifugo, anatengeneza hiyo madhabahu, anatoa sadaka. Mungu anamwangalia Nuhu. Biblia inasema Mungu akasikia harufu ya manukato. Kwa lugha nyepesi, kwa lugha rahisi, ni kama Mungu alipoutazama huo moyo wa Nuhu, namna anavyonyenyekea na anafanya hilo kwa moyo wa kupenda. Hakuna mtu aliyemkumbusha taratibu zinasemaje, hakuna mtu aliyemuelekeza, ni yeye ameamua kusogea kwake. Mungu anatoka tena kwa namna nyingine, anaweka agano jingine ya kwamba kwa namna huyu alivyofanya kwa moyo wa kupenda, mimi sitailaani tena nchi. Lile agano la Mungu kwa wanadamu lilitokea baada ya Nuhu kusogea kwa Mungu kwa moyo wa kupenda. Na ndio maana niko hapa kukwambia mpendwa, unaposogea kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, unaugusa moyo wa Mungu, na Mungu anafungua tena vile ambavyo ni kama vilifungwa. Mungu anafungua na kuweka agano upya pamoja na wewe. Na mimi ninasema na wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza, Mungu anatamani usogee kwake kwa moyo wa kupenda. Unapofika wakati wa kumshangilia, mshangilie kwa moyo wa kupenda. Inapofika nafasi unajitoa kwa ulicho nacho, iwe ni sadaka, iwe ni muda wako, iwe ni taaluma yako, iwe ni nguvu zako, fanya hivi kwa moyo wa kupenda, maana Bwana anafungua baraka kwa kujitoa kwako kwa moyo wa kupenda. Wako wapi watu wa Mungu wamshangilie Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu anatupenda. Unapofanya kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, kuna kitu cha tofauti kinatokea, cha tofauti. Mimi ninakumbuka pale SUA, kuna kijana alikuja akajiunga kwaya ya CCT SUA. Sasa yule kijana sijui hajabarikiwa. Kuna watu unajua hawajui kucheza step. Yaani biti ikifanya T, yaani sijui tunaumbwa hivyo, wataalamu mtaniambia sana. Lakini huyo wenzake wakianza kucheza nti, yani hivyo, yeye ashapiga 7, amegonga huyu, amerudi huku, yani watu wakawa wanamkimbia. Ukisimama naye kwenye kwaya yani wakati unajua kwaya hizi na step nyingi, wanaweza wakageukia huku, wakarudi wakafanya hicho. Yeye ashawagonga 7, ashakupiga, ukigeuka hivi ngwa. Kwa hiyo ukisimama naye unaona wanasogea, wanasimama.
wala yeye ajali, anachojua anamtumikia Mungu, anaimba vizuri, ila miguu sasa ya step zile zinaenda kushoto na kulia. Halafu ni mtanashati mzuri, yuko very smart, hasimami kwenye kwaya ovyo ovyo kama amekurupuka hivi. Yaani ukimwangalia kiwalo alichokipiga, ametulia, ila hapo tu. Sasa tukapiga hesabu, huyu jamaa tunamsaidiaje? Siku hiyo nikawaza, okay, wanakwaya si wanasimama hivi, nikamtoa nikamweka, wewe utakuwa unasimama hivi, wenyewe si wana face hivi, wewe utakuwa unasimama una face hivi, unawafesi wanakwaya. Wanakwaya si wana face mbele ya watu, wewe face hivi. Alafu mpeni mic, muizime isiwe inaongea, mpeni mic. Na wanaoimbisha nao mtasimama kwa pembeni, muacheni acheze. Alo. Watu wakifika kanisani wanamwadimaa yeye, usema yule jamaa yupo. Leo mambo bwana. Yaani yeye hana mpango, mnasema nini? Yeye wimbo tu. Ukiachiliwa anaimba sasa watu wote wala hawako interested na masololisti. Masololisti wanatoka wenyewe, wanaimba, wanafanya na vitendo, wana sauti nzuri wenzetu wengine hao, wamebarikiwa bwana. Wanaenda, wala watu wako na huyu jamaa akigeuka hivi, akifanya hivi, watu wanasema mimi Jumapili sikosi, mimi sikosi, huyu jamaa hatana naye, yani ana kitu cha tofauti. Na mimi niko hapa kukuambia yule kijana, hata mimi nilikuwa ninampenda. Jumamosi nampigia simu, unaendeleaje? Kesho ibada unasali saa ngapi? Kwa hiyo tutasali ibada 2. Sema sawa. Ila kiukweli nampenda. Akisimama unatabasamu mwenyewe tu. Yaani hata hajasema tabasamu, sio mimi hapa mpaka niwalazimishe watu wa Mungu. Haleluya. Yeye akisimama wenyewe wasema umemwona huyu jamaa huyu. Na hiyo ilimpa baadaye, alipomaliza alipata kazi. Mimi niko hapa kusema na wewe, kuna wanadamu wakikuangalia ulichobeba hawaoni thamani yako, lakini wewe fanya kwa Bwana, tena kwa moyo wa kupenda. Yeye aliyekuleta hapa duniani anajua ni kwa namna gani atakulipa. Yeye aliyekuweka huko salama mpaka leo, ana makusudi na wewe bwana. Fanya kwa Bwana, tena kwa moyo wa kupenda. Tunapojitoa kwa Bwana unaugusa moyo wa Mungu. Kuna makanisa mengine, kuna watu ni mastafu, anatafuta cha kwenda kukosoa. Akija hapa akiangalia anasema mshumaa mmoja ulikuwa mrefu mmoja mfupi, leo sijasali kabisa. Wewe ndugu yangu, tumeenda ibadani, wewe una mishumaa, sema wewe vipi ndugu yangu? Mwingine anasema leo sijasali. Nilipofika ibadani, nilivyokaa kiti akijafutwa, moyo wangu umehama. Wewe umehama moyo na unao hapo. Sema moyo wangu umehama kabisa. Yaani nilitamani kuondoka, kiti akijafutwa. Wewe uliyemwajiri wa kukufutia viti umnani? Kweli kabisa, hiyo ndio inakufanya hata ibadani huji. Kwa nini basi usijitoe wewe sehemu ya sadaka? Unafika, unafuta viti, mimi nakwambia baraza linaweza kutikisika. Ibada ni nzuri, ila ninachoona tunapotea. Nyimbo zimezidi. Kwa nini watu wanaimba, wanatabasamu, wanacheza? No. Mungu hapendi. Haya, tuambie wewe Mungu anapenda nini? Mimi niko hapa kusema na wewe, jitahidi kugusa moyo wa Mungu kwa namna ya tofauti, kwa namna ulivyobarikiwa. Kuna wengine tumebarikiwa hapa, tuna vipawa tofauti. Hebu jitoe kwa Bwana kwa moyo wa kupenda. Lakini unapokuja kwenye issue ya kutoa sadaka, pia jitoe kwa Bwana kwa moyo wa kupenda. Hivi unanielewa ninachosema? Kama wewe simu yako haijawahi kukosa bando la kuangalia Cheka Plus, haujawahi kukosa, huyo anayekupa neema hivi unamwekeaga budget kwa mwezi, nitafanyaje? Hivi ni kweli wewe umejipanga na unatoa kwa moyo wa kupenda? Au moyo wa kupenda umeupeleka mahali pengine, hapa ni kama ni extra? Hebu Mungu akusaidie.
Unapougusa moyo wa Mungu kwa kujitoa, kwa moyo wa kupenda, Mungu anafungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Na mimi niko hapa kukutamkia baraka katika Jumapili ya leo. Kama Mungu alikuleta hapa, kama Mungu amekuacha hai mpaka leo, wako ambao yamkini walikuwa maarufu zaidi, na yamkini walikuwa ni watu muhimu kuliko, yani kila mtu anasema huyu ni muhimu, na Mungu kawachukua. Amekuacha wewe hai, anataka umtumikie kwa moyo wa kupenda. Kwenye hiyo situation ulionayo, bado tenga nafasi ya kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Katika position ulionayo hiyo, ni Mungu amekuweka, bado mtumikie Bwana kwa moyo wa kupenda. Hata kama hujaja ibadani, bado unaweza kusapoti huduma za kanisa kwa moyo wa kupenda. Hata kama utarudi likizo, bado utaendelea kumtumikia Mungu, maana nafasi ipo, kwa sababu ungali hai, na bado una nafasi ya kufia mipango yetu, kwa sababu ni Mungu aishie. Mnaonielewa? Mnaweza kunipungia mikono mkisema amen. Jambo la pili tunalojifunza hapa, faida tunayoipata tunapojitoa kwa Bwana kwa moyo wa kupenda. Bwana huinua watu watakaosimama kwa ajili yako. Unapojitoa kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, Bwana anainua watu watakaosimama kwa ajili yako. Kwenye kile kitabu, ile Injili ya Luka, ile sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 5. Luka sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 5. Msomaji wangu, na unajua umependeza sana rafiki yangu. Very good. Saidie kunisomea. Luka ile sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 5. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni pa watu, waliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Amen. Amen. Nafikiri umeisikiliza hii habari vizuri na utapata nafasi ya kusoma vizuri. Huyu akida, huyu mkuu wa kikosi cha jeshi, alikuwa na tamaduni kwenye maisha yake ya kujitoa kwa moyo wa kupenda. Na alipopata changamoto ya mtoto wake kuugua, Mungu aliinua watu. Na ninyi wenzangu ni Waafrika kama mimi, mtakubaliana nami. Kiafrika linapotokea jambo la haraka la kutoa taarifa, walikuwa wanatumwa vijana. Lakini likitokea jambo sensitive linalohitaji kidogo, ni kama kujenga hoja, ni kama wanatumwa wazee. Sasa kwa namna ambavyo huyu mtu alijitoa kwa moyo wa kupenda, watu waliinuka wakasema, kwa hili tunamfuata Yesu, aje afanye. Sio vijana wanaenda, wazee wanainuka. Na walipofika kwa Yesu, hawakwenda kiasara eti kumwambia Yesu tumekuja, kuna mtu kule umponye. Wasamwambia Yesu tumekuja, utusikilize, tunaye mtu huko anastahili umtendee hili jambo. Hata Yesu hajasema kwa nini, wakaanza sema tuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, alitujengea sinagogi. Kwa lugha nyepesi ni kama wanasema, huyu mtu tunapozungumza juu ya ujenzi wa kanisa, huyu amehusika. Tairi zilizoko kanisani zile amefanya. Huyu hizi nguzo, ana nguzo yake kwenye mchango wa maendeleo ya kanisa. Huyu alifanya, huyu anahusika. Sio hilo tu Yesu. Jambo la pili, wanaenda na hoja za kumshawishi, sio kwenda maneno, wana hoja.
Wanazo hoja ya pili, wanasema huyu analipenda taifa letu. Kwa lugha nyepesi wanasema inapofika kwenye mambo ya shughuli za kijamii, huyu alikuwa kipaumbele. Fulani ana msiba, ameacha shughuli zake. Tunahitaji kutengeneza huduma ya afya, yuko. Tunahitaji kwenye ili eneo kuchimba kisima, yuko. Huyu anastahili serious Yesu. Na unajua si ni wazee, huyu anastahili. Wanaweka hoja, alafu wanamwambia haya, huyu anastahili. Sijui kama unanielewa. Huyu mtu alifanya kwa moyo wa kupenda, anafanya sehemu yake ya moyo wa kupenda, lakini watu wanaiona, wanasimama, wanasema kwa hili tutasimama sisi ili kumuonyesha Yesu wewe unastahili kufanyiwa. Na baada ya hapo kweli kabisa muujiza ule ulitokea. Mimi natamani kusema na wewe, unapojitoa kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, Mungu anakuinulia watu watakaosimama kwa ajili yako. Ni kweli wako ambao hawatapenda, kila unachofanya wanaona kama unajionyesha. Ukisimama kwa Bwana sema na kimbele mbele. Lakini niko hapa kukwambia usiache kufanya kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, kwa sababu kuna wakati Mungu atakuinulia watu watakaosimama kwa ajili yako sababu ya sadaka uliyoitoa kwenye madhabahu kwa moyo wa kupenda. Haujanielewa? Mungu atakuinulia watu watakaokutaja mahali kwenye ofisi fulani kwa sababu ulifanya kwa moyo wa kupenda. Mungu atakuinulia watu watakaokuonyesha mlango wa biashara utakaokuchomoa tena. Baraka hizo ziko kwa Bwana unapofanya kwa moyo wa kupenda. Wako wapi wanaonielewa hapa? Wamshangilie Bwana anayefanya kwa watu wake walio hai. Watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Mungu anafanya. Hawa hawajaenda kirahisi, hawajaenda kiwepesi, walienda na hoja. Wakamwambia ya kwanza hiyo hapo, ya pili hiyo hapo, wamegeukia pembeni. Mimi nakwambia unalolifanya unaweza ukaona kama unapoteza, lakini unaweka baraka kwenye madhabahu ya Mungu. Wewe umeacha vyote, umechagua kwanza ibada asubuhi hii. Ni kweli una mambo mengi sana, lakini umekimbilia kwanza kwa Bwana. Ni kweli una mambo mengi ya kutazama, lakini sasa umekaa unatazama ibada inayoendelea. Nataka nikwambie hujakosea. Mungu ana kitu anatamani ya kuvushe. Usisahau kila unalolifanya ulifanye kwa moyo wa kupenda, na Mungu atakuinulia mtu atakayesimama na kukutaja mahali fulani, atakayesimama na kuzungumza habari zako mahali fulani. Hivi ni mara ngapi umekuja kwa Bwana kwa moyo wa kupenda? Ama umekuja kwa Bwana kama mimi nilivyokamatwa kwenye kona? Mara ngapi? Hivi shughuli za maendeleo zinazoendelea kwenye usharika, kwenye hii chaplaincy, hivi ni kweli wewe unafanya kwa moyo wa kupenda? Au unataka uje unyenyekewe? Baba, unajua wewe ndio unajua nyendo wakubwa wale, na unajua nyendo wa zamani, na unasifiwa, unatikisa kichwa. Ya hapo umesema kwa semaje mchungaji? Sisi tulikuwa tunafikiri sijui driver wetu aende kusoma, tulikuwa tunafikiri kwenye chepo. Okay. Imeisha hiyo. Unahitaji nini? Amna. Fanya kwa Bwana kwa moyo wa kupenda. Mtolee Bwana kwa moyo wa kupenda. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwani nimewakwaza? Mbona mmenyamaza sana? Hivi mnanielewa kweli? Unapofanya kwa Bwana kwa moyo wa kupenda, nakwambia Mungu anajua mahali gani ya kuvushe. Hakuna sadaka inayopotea. Hakuna sadaka unaitoa kwa Bwana eti umepoteza. Haiko. Ili mradi uifanye kwa moyo wa kupenda. Na mimi niko hapa kusema na wewe. Yamkini Mungu amesema na wewe kwenye huu mwezi kabla ya Pasaka ufanye jambo kwenye usharika, kwenye ile kanisa. Usiache hiyo sauti ipite. Yamkini Mungu amesema kitu na wewe ufanye. Usiache hiyo sauti ipite. Fanya. Ninao ushuhuda. Mke wangu yeye ni mchungaji.
Sasa akaja kunipa story ambayo kiukweli mwanzoni iliniumiza. Tulikuwa tumepanga kiposho atakachokipata yeye na mimi, basi tufanye kajibiashara. Maisha haya yanahitaji kidogo kufanya biashara. Akasema baba sawa. Alipopata ile posho, Mungu akasema naye, hii sadaka uitoe madhabahuni. Mimi sinajua hata tumeshapata viposho tunavyopewa mwisho wa mwezi, nikajua tumeshapata. Nikamwambia mwenzangu, mimi huku tayari, wewe vipi? Akasema tayari, lakini Mungu amenisemesha kitu kingine. Unasema? Akasema tayari, lakini Mungu amenisemesha kitu kingine. Ile 1% tuliyopanga nimetoa sadaka. Alisemeshwa kuna familia moja, sijui iko na mazingira gani, na amesafiri, ametoka kwenye hiyo familia, wana mchango kwenye maisha yake. Sasa akasemeshwa kitu afanye. Na siku wakati tunapanga tulimwomba Mungu, tuombe baba, tunakaa kikao chetu hiki tusaidie. Tukapanga. Nikamuuliza, yule tuliyeomba siku tunaanza yule hakuwa Mungu? Usisahau mimi ni mchungaji ujue. Anasema alikuwa Mungu, lakini kuna kitu nimesemeshwa cha namna ya tofauti. Sasa kila nikijaribu kumbana, jibu lake anasema Mungu amenisemesha. Na unajua mtu akisema hivyo mara mbili ni kama anakuambia muulize Mungu. Nikaona anakoelekea ananikwaza na kwazika. Nikasema haya sawa. Kiukweli nimetoka sina amani. Kuna mtu anasema mchungaji anakosaga amani. Kwani mimi kuna situations ananikosesha amani pia? Nikakosa nini? Amani. Nikatoka, nikaenda ofisini hapa Kaliki. Ina maana mama anamaanisha nini? Ananzalau. Hisia zinatembea. Nikatoka. Ofisini sijakaa. Nikasema sasa nitoke niende mjini. Nikaenda mjini, naendesha gari, ni kama mawazo yote yamehama. Kwa nini? Na tumekubaliana. Na kwa kweli tulipopiga hesabu mimi niona tunatoka. Tukianzisha hako kwa biashara tunatoka. Yani unajua hesabu za kichwani? Haujawahi kukutana na hizo hesabu. Yani ukiweka hivi unasema hiyo nishadondokea mahali hapo, yani tayari. Nikaziweka hizo. Niko naendesha lakini akili haipo. Nikapigwa pipi kidogo, nikasema sasa hapa nitatokea kitu kingine hapa. Nikabadilisha, Mzumbe, nikaenda Mzumbe ACT Sanga, kuna eneo cha utulivu. Nikaenda nikakaa. Kwa sababu serious jambo hilo kwangu limekuzwa, unajua limekuwa kubwa, yani akili haifanyi kazi kwa sababu hilo jambo. Tumepanga, tumekubaliana, tumekuwa tunaombea jioni kwenye maombi, Mungu tusaidie yale tuliyopanga. Leo imefika, mwenzangu anasema amesemeshwa na nani? Sawa, nikashinda kule Sanga, naimba nyimbo. Nakumbuka tenzi namba 14 niliimba kweli, yani nikizunguka. Kuna utulivu mwingine bwana, ni kama sio utulivu. Yani ni kama umeenda kukaa. Nikienda huko naimba, narudi naimba. Baadaye nikapata amani. Kwamba huyu si amemtumikia Mungu, na wewe si unamtumikia Mungu. Si amefanya kwa ajili ya Mungu. Mshukuru Mungu. Nikarudi jioni pale kwenye chakula, nikamwambia mama, tumshukuru Mungu kwa lile ulilofanya. Mungu tunakushukuru. Anasema kumbe ulikuwa nalo. Anasema nalo tu, ila tumshukuru Mungu sasa. Yani tukalimaliza. Nataka niwaambie Mungu ni wa tofauti sana. Hazikupita siku mbili pale kwenye mikoa, bila shaka kuna kamati hivi. Sasa anateuliwaga kiongozi mmoja, sijui wanajadili sijui maadili ya watu. Anateuliwaga kiongozi mmoja, mchungaji mmoja anakuwa kwenye hiyo kamati. Wanakaga kama siku 7 wanakuwa pale, na hiyo wanafanya sijui vitu gani. Safari hiyo ikamwangukia mke wangu, mtu ambaye sio famous kabisa, mtu ambaye hana ushawishi. Unajua kuna watu fulani wana ushawishi, hana. Wakikaa watu 20 unaweza usijue hata kama yupo.
Yeye akaambiwa, tunaona barua imekuja na gari. Barua inashuka pale, Land Cruiser anakuja, karibu, nasema tuna mchungaji, tunamtafuta huyu mtu. Huyu umetoka anakuwa hapa, imefika. Haya, na dispatch nikasaini. Naambia nafika nyumbani, nasema isije kawa anashtakiwa. Nafungua barua, unaitwa kwenye semina saa 1 asubuhi. Inafanyika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Bwana, asubuhi mimi nikafanyika driver. Mimi nikamweka pembeni, nikamwambia twende, nikamwacha pale. Naambiwa paki hapo. Nasema narudi tu. Haya, umfuate muda fulani. Bwana, muda ule wa saa 8:30 wanamaliza, naitwa. Mimi na sign na mimi kama driver. Nyewe wenzetu, kuna watu wanafaidi posho huku duniani huku. Halo. Mimi sijawahi iona hizo. Kikao kwa siku 2.5, driver 1.5. Mie siku 7. Mi huyo mapema, mama ushajiandaa, twende. Niko hapa kusema na wewe, Mungu akikusemesha jambo kwa ajili ya Bwana usijibalaguze. Ni wakati wa kwako, yamkini unafunguliwa kwa ajili yako. Mungu akikusemesha jambo usiangalie kushoto. Mungu akisema ni wakati wa kumtolea Bwana usiangalie mazingira. Kuna wakati anataka kuchomoe kwenye hayo mazingira magumu. Kuna wakati Mungu akisema na wewe juu ya jambo fulani, niko hapa kukusisitiza, achana na watu watasema nini. Yeye anajua kwa nini amekusemesha. Wale ambao mmesemeshwa na Bwana, ni wakati wenu wa kukimbia madhabahuni kumwambia Bwana, no, nimekuja kuondoa hili jambo, nilikataa kwenye akili, lakini nimejua ndio msingi uliopo. Tusimame tuombe. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Imba tu kidogo, mwambie Bwana hivyo. Ombi langu Bwana wangu, yes Lord, peke yangu sitaweza, Bwana uwepo wako, uwe nami Bwana, uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, dakika 2 za kumwambia Bwana, wewe uliyenipa afya, ninakushukuru na niko tayari kukutumikia kwa moyo wa kupenda. Pata dakika 2 tu, mwambie Bwana, niko tayari tena. Yamkini kuna mahali sikufanya vizuri, Mungu ninaomba rehema. Maana wewe, mimi ni mali yako, unaweza kuamua chochote katika majira yoyote. Mwambie tu Bwana, asante hata kwa hii afya. Mwambie, nipe tena nafasi ya kukutumikia wewe. Yamkini niliacha kutoa zaka siku nyingi tu, yamkini niliacha kutoa shukrani siku nyingi tu, yamkini uliacha kujitolea siku nyingi tu, yamkini ni maneno yalikurudisha nyuma, yamkini ni watu walikusema, yamkini ni watu wamekuchallenge. Lakini nataka nikwambie, kwa Bwana haupotezi. Kwa Bwana kuna baraka za kwako. Mungu hakufanyii jambo kwa bahati mbaya. Hakuna sadaka unayoitoa kwake kwa moyo wa kupenda inayokuja kwa bahati mbaya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neno lako ambalo umesema na sisi leo. Baba, ninaomba umsaidie kila mmoja ajue wewe ndiwe uliyetuweka duniani. Sisi ni kondoo wa malisho yako, na wewe humuita umpendaye. Uko hapa unatamani, Bwana, tukutolee wewe, tukutumikie wewe, tukushangilie wewe kwa moyo wa kupenda. Ninaomba umbariki mtumishi wako huyu ambaye amesikia huu ujumbe. Bwana, mpe tena nafasi ya kutoa, na sadaka anayoikusudia kuitoa sasa, Bwana, ifanyike mbegu ya kufungua baraka, ifanyike ufunguo wa kufungua baraka, ifanyike neema katika madhabahu
madhabahu yako, ifanyike harufu ya manukato katika madhabahu yako. Bwana, mfungulie tena baraka, mfungulie tena neema huyu mtumishi, mfungulie tena milango mtoto wako huyu, mfungulie tena milango huyu mtu ambaye alidharauliwa, huyu mtu ambaye amekaa kwenye kile kitanda kwa miaka yote. Mpe tena neema Bwana. Yule ambaye amekuwa ni wakuachwa tu, Bwana mpe tena hiyo neema. Yule ambaye amekuwa Bwana kila interview havuki, Bwana mpe tena hiyo neema. Mungu, ninajua hatuleti kwako kama rushwa, ila tunaleta kwako kwa moyo wa kupenda. Wabariki watumishi wako, umbariki huyu mtumishi anayesikiliza, umbariki huyu mtumishi anayetazama. Bwana ameacha kutazama vyote, anakutazama wewe. Inua tena moyo wake wa kukutumikia, inua tena hamasa katikati yake. Baba, ninaomba kwa washarika wote, endelea kuwatunza, endelea kuwainua katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Wote tuseme amen. Bwana akubariki sana. Peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, ombi langu Bwana, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukae. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa neno lake ambao umepita kwetu kupitia mtumishi. Mungu atusaidie kuwa watendaji wa neno. Asante mchungaji kwa ajili ya utumishi huu. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipindi hiki ninawakaribisha wale ambao wana sadaka za zaka, wamekuja na zaka yao.